Mungu ambaye amejua ya kwamba ninyi ni wadhaifu, amesema ya kwamba ataweka ndani yenu kujua na kufanya. Yaani sio kwa uwezo wenu mtaishinda dhambi, yeye atawapatia nguvu ya kuinuka imara. Amina. Aliyempatia Yusufu nguvu ya kukimbia, amesema atawasaidia kushinda. Aliyeotesha tena nyele za yule Samsoni, anasema wale ambao wameanguka atawainua tena. Yaani yule Mungu ambaye anawapenda, anapenda sasa aweke ndani yenu le vouloir et le faire. Lakini shida kubwa ni ya kwamba wengi wenu, sio kwamba Mungu hajaweka hiyo nguvu ndani yao, ni ya kwamba hawapendi kutumia ile fursa ambayo wamekuwa nayo. Hawapendi kuitumia. Kuna watu ambao wanakuwa hapa wanaziona tu ni wadhaifu. Mimi ni mdhaifu, siwezi weza. Mimi ni mdhaifu, siwezi weza. Munaweza. Amina. Unaweza faulu hiyo jaribu ambayo inakufikia. Hiyo dhambi unaweza simama. Hiyo ndiyo kazi ya Injili. Ilikusawaambia ya kwamba munaweza faulu. Acha niwashangaze. Nilikuwa nikifuata pastor fulani akihubiri. Akasema ya kwamba alikuwa kwenye mikutano na kuna baba fulani aliyepita mbele kutoa ushuhuda. Alipita akilia. Akasema, Munawire, nimesikia Chesopo mara nyingi mimi mlipokuwa nahubiri na ni muimbaji kwenye kwaya. Akasema mimi nimefanya muuzinifu 14. Miaka ngapi? 14 akiimba kwenye kwaya, anakuja omba, anafundisha na hapa naenda kwenye programu. Miaka 14 kwenye nini? Na hiyo siku alipita mbele akilia akasema, Munawire, ninafanya nini? Ninaacha. Ndugu, bila kuwadanganya, hapa kati yenu hapa, basi kati ya wale wanaokuwa nje, kati ya wale wakule hivi, kuna watu ambao leo wanaenda gonga mwaka kwenye uzinifu. Ndio, kuna yule ambaye kugonga mwezi na projet angali nayo ya kufanya nini? Ya kuendelea mbele. Kuna wengine wamegonga miaka 5 mpaka leo angali wanazunguka. Na bila kuwashangaza hapa kuna wengine ambao wamegonga na miaka 12 bila kuwadanganya. Yaani ninapoangalia macho yenu hapo, si nakuambia ni nani yule nani. Wapendwa, Mungu ameweka ndani yenu nguvu. Na kwenye kitabu ya Hosea alisema ya kwamba watu wangu wanaanguka, wanashindwa kwa ajili ya kupungukiwa ya nini? Ya maarifa. Yaani ukipenda ushinde dhambi, kuwa na nini? Maarifa. Jua wapi pameandikwa usifanye nini, uliache. Adamu alishindwa kwa sababu hakuwa na pahali ambapo pameandikwa. Walipomwambia eske kweli kweli Mungu akasema alisema, wangelimwambia aliandika wapi, angelipata shairi. Lakini Yesu aliyekuwa anasoma vitabu alijibia shetani, imeandikwa pia. Amina. Wapendwa, msikubali kuishi kama Eva na Adamu. Mnapokosewa nini? Maandiko. Kama hamshaandika ndani ya vichwa vyenu, kama hamshaishika, mtaanguka na mtashindwa. Nikiendea mwishowe, acha tuingie kwenye fundisho la lendi. Shida kubwa, dhambi kubwa za Wakristo zinakuwa hapo ni 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dhambi kubwa za wanani? Za Wakristo wa leo. Kamata Biblia yako, Wakorintho wa kwanza 10:12. Wakorintho wa kwanza 10 verset 12. Muda ukienda ishia, inasema ya kwamba yule ambaye anasimama afanye angalisho, asifanye nini? Asianguke. Dhambi ya kwanza ya Wakristo wanaita autosuffisance. Anawaza kama yeye amefanya nini? Ameenea. Nilikuwa nimeambia Wakristo kama nilipohubiri kule ya kwamba kuna siku moja tulikoko kwenye programu, mama fulani akihubiri, mitambo imechoka, na kuna mtu alisema kwenye kisomo, hatujue nini kwa hivyo shindi tunashivyo. Tushakajua Biblia yote, atasema vitu gani vya mpya, asimame afanye nini? Ahubiri, na mitambo na imekata. Basi dhambi kubwa ya Wakristo ni kuwaza wamefanya nini? Wameenea. Mimi niko full. Biblia inasema ukiwaza umesimama, fanya angalisho usije ukaanguka. Mpendwa, usije ukajitapatapa, mimi hapa jinsi mnaniona uzinifu ile nishaishinda, siwezi anguka tena. Okay, asante sana. Biblia inasema ukijijua ni salama, lakini fanya angalisho usije ukafanya nini? Ukaanguka. Mjiaminie, asante, lakini fanyeni angalisho.
wameenea, na ndiyo maana Wakristo wengi leo wameona mambo ya Mungu haina maana. Nishasoma visomo vyote cyo mu Mario mushiriki wite ndundichi ngisha yao masabatu ngaye haye umoli. Kwa nini? Anapenda jitoshelea, anajua sipoenda kwenye shamba hata kula. Anasahau ya kwamba anayetupa chakula, malisho yote anakuwa nani? Mungu yeye mwenyewe. Jambo la pili la Wakristo wanasema, ili mnapotoa mkono wako wa kuume usifanye nini? Usijue. Mathayo 6:2. Shida kubwa la Wakristo leo ni kujitapa. Kufanya nini? Kujitapa. Wapendwa, fanya angalisho na ile dhambi kama inakuwa kishani mwako. Kujitapa. Inje. Tena nini? Inje. Wanasema muwe watu ambao wanakuwa pole. Soyez des humbles kama Kristo alivyo kuwa. Hivi mnapojitapa mnawaza nini? Mimi nilitoa sadaka ya $100. Asante. Na malangiro mndolia ngamo omotoyo ngamo hao. Ache ni mimi niliyompea. Wana malangiro chisomo chiria ebitumbye ebyo nje na ache inje mukonera hano kanisa yetu twabere bwa sadaka yoshi amape twabere bwayo mukatutele wisaya itwe twabere bwayo simwangabya ile ni kuongea kweli ni vizuri, mnaomba muambie watu, lakini kuna namna ya kuongea na mtu bila kufanya nini? Kujisifu na kushitapa. Wanakwaya sasa ndio tusiseme tena. Wanaoshua imba ni wa. Kuna siku moja mtu fulani hapa kulikuwa ubatizo na tulikuwa tumetoka mambali, wakaita kwaya, wakama walikuwa wamevaa teni nzuri, wakaita na kwaya hawa na wengine. Nikaenda ona mtu sasa ananiambia, unaona sisi tumeenda imba wadogo. Ni hawa watu ndio. Anasema wale wameimba wadogo, wale wamekuwa wamingi. Kwa yenye nashua imba hapa kose ni wakama umebasi. Ni waimbaji wamelubabula basi. Ache. Na wale walioimba wale wengine walikuwa wachache, walikuwa wa watu. Kujisifu. Wapendwa, acheni hiyo dhambi. Jambo la tatu, kwenda mbio. Inasema, Mungu anasema, mimi ninawaambia ya kwamba kuzini sio tu mambo ile ya kuenda kwenye kufanya uzinifu, lakini ukiangalia mke wa mwingine na macho mbaya umefanya nini? Umezini. Obo baba ali hano wangapi hawajawahi zini? Siwaambie msume mikono. Wapendwa, kuna watu ambao wanapenda, kuna watu ambao mara nyingine wanajionyesha wao ni wa maana. Zaidi sana wale ambao wamechunga ubikira wao. Utawaona kwenye discussion wao wameshiona ni wa namna gani? Ni wa maana. Nje hano si niri nje ni cherebekera. Ni cherebekera. Bikira ya wapi nani ni shingiri. Yesu anasema ninyi msiangalie wanaofanya dhambi. Wangapi hapa hawajawahi huwa mtu? Tuone mikono juu. Mie siaka huwa mtu, pia mkono juu ni kuone. Tuwaone. Watu ni waongo. Hao watu ni waongo. Si mumeua Yesu? Si wameua Yesu? Ninyi nyote si mumeua Yesu? Hapa kuna watu ni wale watajitapa ule mwakito monju mwaka avorte yeye ni mbaya. Nao umeua Yesu. Yeye aliua tu chiumbe, wewe umeua Mungu. Wapendwa, mara nyingine msio watu ambao wanatafuta kufanya nini? Kushiona ninyi ni wa maana kuliko wengine. Msifanye anistahili hata kuhubiri hapa. Mnashangala, mnaponiona mnazani ni mtakatifu. Nami nimefanya mambo, lakini ninakuwa hapa kwa neema. Dhambi ile muitoshe kwenye vichwa kujiona ninyi ni wa maana kuliko wengine. Unapoona mtu kwenye shida, muombee Mungu amuinue pia. Dhambi lingine kubwa la Wakristo inasema, na ni hili wengi wamelishindwa, Mathayo 5:44 inasema, lakini mimi ninawaambia wabariki adui. Wapendwa, tuseme pamoja, adui yangu abarikiwe. Munasema juu nimesema ama inatoka rohoni? Inatoka rohoni. Murejee basi. Mzee anasema yeye yake amesema ni ya midomo. Mzee ni wewe umesema wala utini na wengine. Wewe umejijua. Mungu akubariki sana. Mungu abariki yule mzee. Yeye amesema ati yeye ile jambo hajaielewa. Na hiyo ndiyo maana fundisho limekuja leo. Nimewaambia ninyi ambao mnakuwa hapa, shida kubwa la Wakristo
hawajui kuwabariki wanani? Adui zao. Waende kata chikakao kwenye shamba la mdive, shida. Sombe ya sombe nini? Shida. Mungu leo anabadili kauli. Unapotoka hapa, enda umbariki. Wami masenki lobo malawe. Usumulawe enda ulaye kakiwa ticheche haya. Wapendwa, si hivyo? Anaiba kwa sababu anakosewa, hamukumupatia, na msipomupa anafanya nini? Anaiba. Ninabaki na dakika ngapi? Nitakuwa nimemaliza. Acha niwapatie mfano kwenye Biblia ili muelewe vizuri ninalolisema. Wana wa Israeli wamekuwa wakisafiri wakienda Kanaani. Wamefika njiani fasi fulani, wanafika kwenye nchi ya Balamu. Si mnajua yule mfalme Balamu pamoja na nabii Balaki. Balaki. Si ni hivyo ninadhani. Walipokuwa wamefika, Balamu akaona wana wa Israeli namna wamekuwa wamependeza. Akasema hawa ni adui, inaomba tuwashambulie. Anaenda anatafuta mtu ambaye atafanya nini? Atawalaani. Swali dogo, kwa nini alitafuta kuwalaani? Anayekuwa na jibu. Kwa nini alitafuta yule nabii Balaki awalaani wana wa Israeli? Kwa sababu aliwaza watamshambulia. Asante. Jibu la pili. Niwapatie jibu langu. Shida ilikuwa la Waisraeli. Hawakuenda ambia Balamu wamekuja kwa imani, kwa amani. Si hivyo? Wanakuja na utajiri wao wote, pahali waende ambia Balamu, ikakao tumeleta, tutakuwa na uzishia kwenye nchi yako. Sisi hatutabakia hapa, tunafanya nini? Tunapita tu wasafiri. Wanabaki kimya. Balamu anapowaona, anaona hawa watu ni shida kubwa kwangu. Anatafuta afanye nini? Awalaani. Na wakati anawalaani, Mungu anageuza kauli, ni wao ndio wanafanya nini? Wanapatwa laana. Na Mungu anapata sema kupitia Balaki, anaambia Balamu, nimesema kwanza leo wewe utateseka. Watakugonga, utafariki, taifa lako lote litafanya nini? Litaishi. Nani aliyeacha watu wa taifa la Balamu wanalaaniwa? Wana wa Israeli. Unaposoma kwenye Biblia, Mungu amesema ninyi mumechaguliwa. Mtu akiwalaani, akiwasema mubaya, Mungu alikuwa ameambia Abrahamu, wewe umekuwa mibaraka kwa ajili ya wengine watu. Yoyote ambaye atakubariki atafanywa nini? Atakaye kulaani atafanywa nini? Hiyo ni fundisho nilikuwa nimeiandaa, nimeisema kwa uchache, nitaifundisha siku moja. Na mwisho unaenda ona, kwa sababu wana wa Israeli wamekataa kubariki, wamelaani, Mungu anageuza na walaani wao. Leo kuna watu wengi wanazaliwa huku Nevelema kwa ajili yenu ninyi wa Kristo. Hamkuwabariki. Wakati mnakataa wabariki, anapita kwenye shamba yako ya kakao, anasema isiviera. Mungu amesema vibaya kwa mtu wangu, alaaniwa, atazaa kilema. Ni hivyo ndivyo vinaenda. Ninyi ni taifa takatifu. Ndio maana nawaambia, bariki nani? Adui yako. Muombee mibaraka. Sema Mungu bariki yule mtu, msamehe. Kuna mkono hapo, tukienda malizia naweza mkumpatia mic nikienda fungia fundisho la leo. Na ni hapo ndipo ninaenda, nikifika mwisho kuna bakia dhambi moja na ninafunga. Ninarudia hapa siku ya Dimashe. Ndio. Kabla nifikie pale, lakini acha niambiwe kusema kwamba jambo la kusamehe adui si jambo letu binafsi. Inabidi sana tunaomba Kristo atuwezeshe, lakini kwa moyo wa mwanadamu hatuwezi weza. Sisi wenyewe ni wanyonge, lakini tumuombe Kristo tu atusaidie na tuwe na moyo ya kuwasamehe adui zetu na kuwabariki. Asante sana. Acha nirudie hapa kwenye les distractions et les tentations. Kwa kweli kiangalia leo, shetani amejua ya kwamba vita ambavyo anapitia ni vikazi, na anajua ya kwamba hatakuwa mshindi, ameshindwa. Anajua ya kwamba hatakuwa mshindi na ameshindwa,
Ndio maana leo ameleta madistraction mengi. Sisi wa Kristo inabidi tuwe chonjo. Shetani ametia distraction mengi, na tukipata ile distraction tutapotea pamoja naye, kwa sababu yeye amejua ya kwamba vita ambavyo anapitia hata kuwa mshindi, atashindwa tu. Ndio maana anatafuta watu atudistraire. Inapokuwa asubuhi siku ya mardi, anakudistraire tu, hautaenda kanisani. Hata kanisani tu anakudistraire tu, unasumbua kanisani. Hata ameleta madistraction mengi. Ndio maana si wa Kristo tukeshe na kuomba, kwa sababu shetani amejua ya kwamba wakati wake ni mchache. Na kama hatuombe tu atatupoteza. Lakini tujua kwamba vita ambayo tunapitia ndani ni vikali. Sisi binafsi hataweza, lakini tumwalike Kristo atuwezeshe vita vile. Merci sana. Ni hapo ndipo nitaenda nifungia. Asante kwa kuwa umetangulia. Zambi kubwa la Wakristo nikimalizia inasema Mathayo 5:22 inasema mais moi je vous le dis quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni par le juge. Yoyote ambaye anashirikia ndugu yake inaomba ahukumiwe na wanani? Waamuzi. Sawa, nadhani hiyo shairi umeelewa. Wapendwa, Wakristo wengi leo wameishi kuwa na maisha ya kishirani. Wapendwa, Mkristo ashirikaki. Mkristo sharehe tana. Yaani mnataka sema ninyi mnashirikaki? Hamshirikaki, si hivyo? Simuletana. Shairi iko wazi, ni mimi ninayesema. Inasema moyo yote ambaye anashirika inaomba wahukumu waende wamtembelee. Yaani kishirani inayokuwa hapa inasemeka ukishirika jioni usienee ukifanya nini? Ukishirika, lakini sio aliko ya kwamba mshiriki. Ni kusema ya kwamba ukishirika jikaze kishirani yako ipite mbio na mambo yafanya nini? Yaendelee. Sisi ni wanadamu tu. Mtu anapokukosea humo ndani unasikia kitu kakianza jikaze ukafanye nini? Ukatulize. Sasa ninamalizia nikisema namna gani tutaweza kushinda dhambi. Sina hapo ndipo namalizia. Na muda kama umeisha nina zambi kubwa la Wakristo nikimalizia inasema Mathayo 5:22 inasema mais moi je vous le dis quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni par le juge. Yoyote ambaye anashirikia ndugu yake inaomba ahukumiwe na wanani? Waamuzi. Sawa, nadhani hiyo shairi umeelewa. Wapendwa, Wakristo wengi leo wameishi kuwa na maisha ya kishirani. Wapendwa, Mkristo ashirikaki. Mkristo sharehe tana. Yaani mnataka sema ninyi mnashirikaki? Hamshirikaki, si hivyo? Simuletana. Shairi iko wazi, ni mimi ninayesema. Inasema moyo yote ambaye anashirika inaomba wahukumu waende wamtembelee. Yaani kishirani inayokuwa hapa inasemeka ukishirika jioni usienee ukifanya nini? Ukishirika, lakini sio aliko ya kwamba mshiriki. Ni kusema ya kwamba ukishirika jikaze kishirani yako ipite mbio na mambo yafanya nini? Yaendelee. Sisi ni wanadamu tu. Mtu anapokukosea humo ndani unasikia kitu kakianza jikaze ukafanye nini? Ukatulize. Sasa ninamalizia nikisema namna gani tutaweza kushinda dhambi. Sina hapo ndipo namalizia. Na muda kama umeisha naomba mniongezee dakika 5. Mwanamani dakika 5. Wangapi wanakubali? Asante sana. Wangapi wanakataa? Hakuna. Asante sana. Namna gani wapendwa tutaenda kushinda dhambi ambayo imetuikalia siku ya leo, ambayo imekuwa tatizo kweli kweli, ambayo itaangamiza watu wengi wasipogeuka? Jambo la kwanza, inaomba uite dhambi kwa jina lake. Dhambi hautaiungama kama haujaijua. Mshakulu, unaweza taja jina ya dhambi moja ambayo unajua? Jina ya dhambi moja ambayo unaijua? Wasi Mungu ingali juju. Taja. Msipoitaja kwenye jina hamutaweza yacha. Mama, kuiba. Wapendwa, tuseme tena kuiba.
Kila mtu ambaye amesema ile neno ujue kuiba ni nini. Taongeza tena nini? Ndio baba. Uongo. Vijana tuko pamoja. Uongo ni nini? Wamalua haya ni hapa nyuma. Ile ni dhambi Mungu anayaandika kama zingine. Dhambi nyingine kiburi. Tukendi kukama washalo kuchitu. Tuhangane unabakia hapa. Ile ni ndio mjue mazambi ya kosa. Dhambi nyingine unafiki. Dhambi nyingine ajue. Mama uzinifu. Wapendwa tuseme tena usizini. Wapendwa leo vijana tumewapoteza amakulia eshondwa sishe nishavyo mwachesomo. Wapendwa usinifu ni sana. Nitomboki ya hiko. Usinifu ni sana. Ningelijua tomboka ningelitomboka vizuri. Inawezekana hamjaelewa ile jambo. Ile nayo ni nini? Dhambi. Usinifu ni dhambi, uzinifu ni dhambi. Watai usinifu ni dhambi watai. Jambo la tatu. Dhambi nyingine. Ulevi lingine. Kasengenyo. Asante sana. Na kuchelewa kanisani mimi. Kusumbua kanisani mimi. Kucheka kanisani mimi. Kutokea kanisani mimi. Kulala kanisani. Amene. Jambo la pili, namna gani tutalishinda? Kupitia maombi. Amina. Unapojua dhambi ni nini, enda sasa kwa nini? Kwa maombi. Wapendwa, nawaambia wengi hapa mnaanguka kwenye dhambi kwa sababu hamuombaki. Ninawaambia kweli hamuombake. Fundisho hili tulikuwa tumelisoma, fundisho ya kusema namna ya kuomba. Ikatuambia ili uwe muombaji kuwa na nafasi ambapo utaombea na wakati wa kufanya nini. Lakini wengi wenu hapa hamjavianza. Ndio maana mtaanguka kwenye dhambi. Mimi niwaambie secret. Tangia nilianza omba sana, mawazo mabaya haikuwe tena mkichwa wangu. Kuambia kweli mie si wazake tena vya mabaya. Kuna na wakati ninajikaza nimewazi na kutanisha kama kuna bariere ndani ya kichwa ya kusema usivewazi. Mara nyingine dhambi haiko kukusha pastor, nishaanguka nifanye nini? Enda anza maisha ya nini? Ya maombi. Jambo la 4, msome Biblia. Shetani hawamshindake tu wewe hivi na hivi. Imeandikwa na imefanya nini? Imeandikwa. Na wamesema dhambi hizi msipokikatala ziacha zitaua mahusiano yenu na Mungu, yenu na wengine, na yenu ninyi kwa ninyi. Nilisema mimi si mtakatifu. Nilipokuwa kijana mimi mnayeona hapa, nilikuwa nimefuata video za watu ambao wanakuwa uchi. Nilikuwa nimeambia vijana ambao tunakuwa nao, zile nami zilikuwa zimeniikalia. Nilikuwa nikizifuata kwenye chumba na fukia blanketi huko Eshwekutero Momati. Wapendwa, nilianza shindwa omba kwa sababu ya filamu hizo. Nafasi fulani nilikuwa naomba Mungu, leo ninaacha. Na kweli na SOC ninazini. Après une semaine ninaenda tu. Mpaka siku niliposema leo viishie hapo, nikalia nikaomba. Kwa kweli zilikuwa zimeanza niharibisha. Mawazo mabaya yameanza ingia. Nimeanza kuwa mtu ambaye hana adabu. Maneno ambayo naongea na wengine sio maneno yanayofaa. Kwa sababu ya nini? Ya dhambi. Kila mtu hapa na ushuhuda, ningempa mic namna ambavyo dhambi imemfanya. Wapendwa, muogope dhambi. Muogope dhambi wapendwa. Ni kwa ajili ya usalama wenu. Ni kwa ajili ya usalama wenu. Hapa kuna mama ambaye alikuwa na neno, ni nani? Ni mzee. Nikimalizia. Mimi nilitaka fika ku neno yetu tulisema kuzini. Kuzini ni kutazama na macho. Wakati tunatazama mama unampenda kwa macho. Ni maombi hayo peke na chaka hautaenda sema naye vile vibaya. Tuko bazinifu sie wote. Asante. Muungane. Amina. Shairi ambalo tulilisoma leo ni kwenye kitabu gani? Zaburi 19 verset 93 inasema. Zaburi 19 verset 93 inasema. Zaburi 19 ninafungia hapo. Zaburi 19 inasema,
Huyu atatusomea Zaburi 19:93. Zaburi 19:93 inasema, hata milele sitayasahau maagizo yako, maana kwa hayo umenihuisha. Asante sana. Hiyo shairi mwende mkaisome nyumbani. Zaburi 19:93 inasema, mimi sitayaacha maagizo ya Bwana Yesu, kwa sababu yale maagizo yamenipa nini? Maisha, na nitaendelea kutafuta amri za Bwana. Mungu atubariki kwa jina la Yesu, amina.